kazi yake. Kwa bahati mbaya akateguka, akaanguka. Huyu mzee kwa bahati mbaya alianguka, na kuanguka kwake kuzirai kwake ikabidi apelekwe hospitalini pale mahali ambapo alikuwa anahudumiwa. Kukaa pale wiki mbili, wiki ya tatu akaambiwa mzee wangu alipona. Hivyo unaruhusiwa kwenda nyumbani. Na walipoangalia bili yake hospitali, kutoka kwa imefika 775. Kisa ni kwamba alilazwa kwenye oxygen. Na kulazwa kwenye oxygen, usiambiwa guru akiwa oxygen ile ng'ombe anayokuwa. Hatukika pale kwa haya tuelewe. Lakini baada ya kutoka pale aliambiwa itabidi ulipe 775. Kwa hiyo mzee akaanza kulia kwa uchungu sana, kalia kwa uchungu. Kisa ni kwamba madaktari wako wanajua wanalia kwa ajili gani. Kalia kwa uchungu, kamwambia mzee wangu usilie. Kama umekuwa mzima na hivyo basi kama amekuruhusu umekuwa mzima usilie. Pesa sio hoja. Mzee akasema mimi sije kwa hela, sije kwa sababu ya pesa hapana. Najaribu kutafakari miaka yangu 70 nimekuwa nikiishi bila kuingia kwenye oxygen. Iweje leo nimekaa wiki mbili tunaitishwa hizi hela? Ingelikuwa ni Mungu anaitisha miaka nimeishi, ingelipa hela ngapi? Sasa wewe mimi tu. Na je, watoto wao, mke wao, ingelikuwa na walipia kila siku ada ya kuishi wakinunua, ingelipa hela ngapi? Kwa hiyo mzee hapo analia kwa ajili ya hela, alikuwa analia kwa ajili ya ile upendo wa Mungu ulivyo kumpatia uhai wa bure. Yaani ukiingia oxygen unaanza kulipishwa pale. Bwana asifiwe sana. Lakini ombi letu ni kwamba Mungu hata tufikisha pale. Amen. Maana tutaishi kusimulia matendo makuu ya Bwana. Pigie Yesu makofi tena. Amen. Bwana, tutaishi kusimulia matendo makuu ya Bwana. Sema amen. Bwana asifiwe. Tutaishi kusimulia matendo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Karibuni tena katika ibada hii njema ambayo Bwana ametupa ili tuweze kukula chakula cha kiroho. Yesu akamwambia Shetani, na imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno asemalo Bwana. Na hapa ndipo pamekuwa na tatizo, watu wanapenda kula vizuri, mpaka unaondoa chakula kizuri sana nyumbani. Nafikia kipindi leo unafunga milango utaki interruption na watu. Amen. Kisa kwamba unataka kuulisha mwili wako pole. Kweli unakuwa na shimo na starehe. Lakini kuna jambo linakosa ndani ya moyo, wakati moyo wako unapokosa neno la Mungu. Bila shaka hiyo ni vanity. Amen. Ni vizuri kuwa na nafasi na Mungu hata kama ni dakika kadhaa. Vile nimetangulia kuambia kwamba malaika wanapokuja kukuhudumia wana utaratibu wa kukuhudumia. Kuna vitu vitafanyika automatically na kuna vitu vinahitaji muda usubirie. Bila ndio hospitalini utapata foleni, watu wamepiga foleni pale, alafu unasikia wanaongea tu kwa Kizungu, wanaongea kwa Kiswahili, unasikia tu next patient. Kiswahili pale hawakijui. Wanasema next patient. Kwa hiyo uwezo kuona mtu ukaenda kwa mwingine. Lazima wakati wako ufike ndio uweze kufika pale. Amen. Siku ya leo na ujumbe inaitwa Malizime, wale wasiofahamu, nimeokoka Yesu Bwana. Hivyo nakukaribisha tena na tena ili tuweze kupata chakula hiki ambacho Mungu ametupa. Na ni kwamba Mungu anayo makusudi mengi ndani ya maisha yetu. Na leo ninaomba kusoma ama kujifunza mtu mmoja jina lake Yona. Bwana asifiwe. Yona mwana wa Amitai. Ni kwamba Mungu kuna vile ameweka rasilimali zake nyingi ndani ya maisha yetu. Mungu ametukommisha to be part of his ministry. But because hatuwezi kushikilia kazi ya Mungu, now we face the consequences. Bwana asifiwe sana.
Kuna watu wameitwa kutumika, lakini baadaye wakaacha kutumika. Kuna watu wameitwa katika idara fulani, na wasipotumika katika hiyo idara, kwa mfano kama kwenye serikali, nilisikia rais akisema wakati fulani, rais wa Kenya akisema wale mawaziri ambao hawatafanya kazi vilivyo atawaimpicha na kusema nini, itabidi wa resign, wajiondoe, waape nafasi wale ambao wataweza kufanya kazi kwa ajili ya kazi ambao wamekuwa assigned for. Na hivyo katika ofisi ya Mungu ndivyo ilivyo, kwamba we are being assigned by God, but because tumekuwa ignorance, tunapata kwamba instead ya kukua vile tulivyo, now we face the consequences. Amen. Kama umepewa nafasi kufanya kazi mahali unapofanya kazi, then unachukua muda wako tu kuja masomo na ufikirie, bila shaka bosi wako atakufukuza kazi. Atakufungulia mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu atakwambia kuona mara ya mwisho. Basi ikizidi ataambia askari huyo mtu asije akaingia, chukua design letter aondoke aende, manake we don't see any progression in him. Bwana asifiwe. Na hivyo unapotoka pale unaanza kulia, jamani, sasa sina chakula, sina kitu fulani sijalipa kodi, unaanza kulia. Now you start to face the consequences of not being committed to the work. Amen. Na hivyo tumekuwa katika shida katika kanisa la Mungu. God has commissioned you to be here, but because hauna ule wakati wa kujua umeitwa, we just do things normal, which is dangerous. Amen. Na leo nataka tujifunze kwa wimbo unaoitwa Yona. Yona, Mungu alimuona kwamba anaweza kufanya kazi katika mji wa Nineve. Na bila shaka historia ya Nineve ilikuwa historia mbaya, ambapo wale watu walikuwa wamekaidi sana mambo ya Mungu, kisa kufikia kwamba hawangeweza kukaribisha mtumishi wa Mungu pale. Kisoma historia ni kwamba those people were so cruel. Kama ungelikuwa ni mtu wa Mungu kufika pale, unafungwa upside down. Mwenye anatoka na kukata kidogo anaenda. Kabla ufe umepitia machungu mengi. So I think Yona when alifikiria maneno akakimbilia baya. Lakini now let us consider yale ambayo mambo ambayo Yona alikuwa aende afanye. Amen. Kitabu cha Yona mlango wa kwanza, naomba tusome kwanza kaa. Tunaenda polepole ili tuweze kujua the consequences of running away. The child God has assigned you to do his work. Bwana asifiwe sana. Madhara yanayopata mtu anayekimbia na kuacha kufanya kazi ya Mungu, kwamba Mungu amekupa nafasi ya kufanya kazi yake, lakini unasema nahisi kuna baridi leo, yule mwingine atafanya, hata sikufika, kuna mtu atafanya. The consequences of running away. Okay, tunaanza kusoma. Na siku moja neno la Mungu lilimjia Yona mwana wa Amitai, ondoka uende Nineve, mji mkuu ukaukemee, maana nimeona uovu wake ni mkubwa mno. Basi Yona akaanza safari, lakini Yona akasikia ujumbe kwamba aende Nineve, aende aukemee mji kwa sababu ya uovu. Sema uovu. Kabla Mungu hajaangamiza mahali, ni lazima atume ujumbe wake ufike. Kama siku za Gomora na Sodoma, alituma watu pale, lakini hawakupokea. The consequences of running away. Amen. Bwana asifiwe. Mikono kama unapata vizuri, tunyoroshe mikono na tunyoroshe tena vizuri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yona, basi nimeona uovu wake. Yona akaanza safari, lakini akashika njia kwenda Tarshishi ili kukwepa uso wa Mungu. Akaenda hadi mji Yopa, ambapo alikuta meli moja iko tayari kwenda Tarshishi. Hivyo alilipia nauli, akapanda meli, akasafiri na mabaharia hao kwenda Tarshishi ili
kumkwepa Mwenyezi Mungu. You can run but you cannot hide. Sema na unaweza kujificha kwa mchungaji wako asikuone. Basi huyu anapita huko. Acha tufanye na yeye siku kidogo na simu. Yes, you can do it. Ile dada tulikuwa tunaitwa atasemaje? Acha tufiche jibane kidogo. Ni sawa, you can do it. But now, what are the consequences of running away? Lakini Mwenyezi Mungu akafundisha upepo mkali baharini, na ikatokea dhoruba kali, meli ikawa karibu kabisa kuvunjika. Mabaharia hao wakajawa hofu, na kila mmoja akaanza kumulilia Mungu wake. Wakatupa baharini shehena ya meli ili kupunguza uzito wake. Wakati huo Yona alikuwa ameteremkia sehemu ya ndani ya meli, akawa amelala usingizi mzito. Sema amen. A man who was supposed to go somewhere to deliver the message, now is the man amelala fofofo. Bwana asifiwe sana. Kuna kipindi mchungaji anasaitisha tutakuwa na kesha Jumapili ijayo. Nani atakuja na mikono yote, watainua mikono ambao wanapiga shangwe, wanainua viti, wanafurahia. Alafu ikifika siku ya lakini sio hapa sijaiona hivyo, sema wewe muangalie kwa nini. Ikifika siku ya kesha unapata mchungaji yuko pale labda na watu wake na kijana wakipiga pigo. Mpaka saa 6. The consequences of running away. Akawa amelala usingizi mzito ndani ya meli. Watu wakiwa wanaomba, lakini yeye amelala usingizi. Kulala usingizi. Yona akawa analala tu. Jambo la kwanza amehepa Mungu. Jambo la pili ameenda sehemu nyingine. Na jambo la tatu sasa yeye analala. Yaani ana stress. Analala tu. Leo kuna baridi, leo kuna jua, leo kuna mvua. Naona ni kama sina hamu, mwili umekataa, nasikia nimechoka. Yona akawa analala usingizi na watu wanaendelea kuomba bila usinani. Ukumbushe jirani na mwambie usinani. Sema